Kwa hiyo ndio umegoma kabisa kubadilika. Wewe utabadilika lini? So hivyo bosi wangu. Mimi kiukweli kabisa leo nimeamka mapema. Lakini nimeamka nikawa sijisikii vizuri, kichwa kidogo kinauma. Nasema ngoja basi nipumzike walau kidogo. Ile napumzika ndio nimepitiwa na usingizi, yani ndio maana nimechoka. Lakini sio kwamba nimefahamu makusudi. Samehe sana bosi wangu. Sijafanya makusudi. Asante. Hivi unamsikia mzee anachoniambia? Yaani eti yeye anaumwa. Hivi katika watu wanaumwa na huyu anaumwa? Watu wamelazwa Mwananyamala. Wanamaliza miaka na miaka, wapo kitandani wamelazwa. Wewe unagonga na kichwa tu eti bosi kichwa kinaniuma. Yaani kichwa ndio kufanya ukosa kuja kazini. Samehe bosi wangu. Nisamehe, naomba nisamehe. Wewe mimi msamaha wako utanisaidia kitu gani? Unadhani kila siku unaponiomba msamaha ndio hii nyumba yangu inaisha? Asante. Hivi kila siku na wewe ungekuwa unaniomba msamaha, ukifanya kosa unaomba msamaha, hii nyumba ingefika hapa? Kitu unachofanya unaona mwenyewe uko sahihi. Unajua nikwambie kitu bosi. Mimi sio kwamba mpumbavu sana au kaniona mimi mjinga sana. Mimi najielewa. Nimekwambia nimechelewa sababu nilikuwa najisikia vibaya ndio maana nimechelewa. Lakini mimi sio kwamba sioni, naona. Ila navumilia kwa sababu napata maumivu makali sana, nashindwa kufanya maamuzi. Nakuomba kuwa makini sana na nyendo zako. Kuwa makini na nyendo zako. Sio kwamba sioni bosi wangu. Kuwa makini na nyendo zako. Mimi ni binadamu na hisia kama binadamu wengine na tunaumia vile vile. Nakuomba sana. Makinika na nyendo zako. Mbona nitishia maisha? Wewe mpumbavu nini? Ondoka site yangu na usio kanisumbua tena. Masuala kuja kunipigia simu na kuja nyumbani kwangu kugonga geti, hamna kuja nyumbani kwangu. Boss. Kuna kinachotendea chochote kata kwa na sahihi? Achana naye, yule ni mpumbavu. Yule ni mpumbavu. Na watu ambao hawana hela, ni maskini ndio wana vitu kama vile. Yaani yale ni maneno ya mkosaji. Achana naye. Tena ukikutana naye. Kama saizi ukitoka, ukikutana naye, umekutana naye baadaye, mwambie asikanyage tena site yangu. Sitaki kuona mtu mpumbavu mimi. Sawa boss. Karibu. Sahil, karibu. Asante, mambo? Poa, mzima? Mimi mzima. Ulikuwa ushaanza kulala nini? Nimesikia wewe hapa ndio maana nikaa. Okay. Pole bwana, unajua nilikuwa naeka kwa hiyo. Pole sana nimekuchelewesha. Hamna shida. Karibu. Asante. Wewe basi nikuchukulie kinywaji. Sawa, unashika. Asante sana. Niambie. Poa. Umetikia wito wako. Umepata jibu nilichokuambia?
Unajua nikwambie kitu Jojo. Nimekaa nimefikiria, nimejaribu nimewaza kwa kina, nimeona labda nitakuwa nakurupuka kufanya maamuzi, huenda nikawa sipo sawa. Lakini pia nimegundua licha ya yote anayofanyia mimi mke wangu, lakini bado nina hisia nyingi sana za kimapenzi na mke wangu. Kwa hiyo jibu langu sinifikirie vibaya, lakini ila kiukweli mimi siwezi kuwa na wewe Jojo. Sahi, unajua ni mwanaume mzuri. Hakuna mwanamke ambaye atakataa kuwa na wewe. Kwa hiyo naomba usiku leo tuwe wote pamoja. Lakini Jojo, nakuelewa unachojisikia. Na sitaki kujisikia vibaya pia. Lakini mimi mwenzako nimeumizwa, mimi Aisha kaniumiza. Naogopa sana wanawake. Pole. Mimi nakupenda mpenzi wangu. Usijali kwa hili. Niko kwa ajili yako siku zote yani. Jojo. Unanipenda kweli? Nakupenda sana. Usiniache, usiniumize. Usiniache please. Sawa. Wewe Jojo. Ngoja kwanza. Imekuwaje yani mpaka sasa hivi niko kwako? Nini kimetokea? Vipi jamani? Ulale upumzike. Wewe unajisikia kweli wewe? Nilale nipumzike. Nakuuliza nini kimetokea, unaambia nilale tupumzike katika hali kama hii. Una fujo jamani. Pumzike sasa. Safi. Kwa hiyo kipindi chote unanishawishi nije kwako, unanitreat vizuri, unaniambia unanipenda, sijui. Kwa hizi ndo zilikuwa njama zako, si ndio? Umepanga ulivyopanga, alafu Mungu kweli usimamini mtu. Kwa hiyo mimi nakaa na wewe na relax, enjoy na wewe pale, tunaongea vizuri, tunapanga yote na kuamini, alafu kumbe wewe ni mshenzi. Yaani wewe unanifanyia mimi mshenzi. Bwana mimi sijafanya kitu sahihi jamani. Na ndo maana kwa sababu katika kile kinywaji sijui umeniwekea nini. Yaani nimekaa naongea vitu sivielewi. Kwa hii ndio ilikuwa njia yako ili utimize ambayo unayotaka. Unajua wewe mshenzi sana wewe. Bwana mimi sijaweka kitu jamani sahihi. Yaani uzuri wako na matendo yako vitu vili tofauti.
Mdada mzuri sana, mzuri vibaya mno, lakini ni mshenzi. Nikwambie kitu, hujanipata hata kidogo. Kwa chochote ambacho kimetokea, naomba usije ukanipigia tena simu, usije ukanitafuta. Nisikilize, usije ukanipigia tena simu, usije ukanitafuta kwa njia yoyote. Si unanielewa mwanamke? Unaniomba nini? Kuenjoy nini? Umechanganyikiwa ni? Yaani mimi nienjoy penzi lako wewe? Wewe unajisikia kweli wewe? Nakupenda, take care. Nani wewe? Hata na maisha yangu mimi unaweza kumpenda mimi wewe? Wewe unanipendaje mimi? Shakwambia na mke wangu Aisha afa. Saa yangu iko wapi? Umeniwekea wapi saa yangu? Sahil jamani. Wapi umeniwekea saa yangu bwana, usiniambie Sahil, usinigezee sauti. Umeniwekea wapi saa yangu? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Karibu. Asante sana. Kwema? Alhamdulillah, sijui. Namshukuru Mungu. Karibu sana. Asante sana. Na siku nyingi. Namshukuru sana Mungu. Karibu. Asante sana. Mimi kwangu hapa. Asante sana. Karibu sana. Asante. Shehe bwana, mimi nimekuja. Ndio. Nina changamoto kidogo. Ndio. Unajua nimekuwa na tofauti za muda mrefu kidogo na mke wangu. Kwa ukiwa kama mshenga wangu kabisa. Kwa nikaona nisifanye maamuzi yote bila kukushirikisha. Kabisa. Kwa nimekuja shehe wangu. Nataka unifundishe kuandika talaka ili niweze kumalizana naye, mambo yasiwe mengi, yani hicho ndio kikubwa kilichonileta hapa shehe wangu. Sasa ndugu yangu Sahil, talaka si jambo jema. Hiyo ni dhima mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Ila kwa kuwa mmezunguka kama unavyosema na kudai, menda huko na kule, watasusha jambo lenu lakini mmeshikana. Ile nakusikiza ni matatu. Najua talaka sio kitu kizuri, lakini kutokana na mambo yaliyotokea nimekuwa nikijaribu kuongea sana na mwenzangu, lakini mwenzangu kidogo imekuwa tofauti, hataki kunielewa hata kidogo. Nimejaribu namna nzuri ya kumweleza, lakini ndio imekuwa changamoto kwa upande wake na upande wangu pia. Hakuna maelewano mazuri. Kwa maana nimefikia stage ya kumwandikia talaka. Okay, sawa. Basi haina shida. Kuja. Dodi? Wenyewe? Shemu huyo. Shemeji. Karibu. Asante. Sasa hizi. Salama. Vipi wa bibia nimemkuta? Na Daisha? Yupo kajia tele na kitumbo chake. Na kitumbo chake unamaanisha? Shemu. Kwani hujui kama Daisha ni mjamzito au? Daisha na ujauzito? Wewe Mwaju. Alokuambia mimi na mimba nani? Naongea na wewe, alokuambia mimi na mimba nani? Haya. Na wewe kilichokuleta nini? Samahani sana kwa kuja nyumbani kwenu. Najua hukutaka mimi nije hapa kwa sababu nimejaribu sana kutaka nafasi ya kuongea na wewe tuelewane, japo hata kwa dakika 5 tu, lakini umeshindwa kunipa nafasi hiyo.
Kwa nimekaa chini na mashauri yangu ya kichwa nimefikiria. Nimeona bora nikupe kitu ambacho unataka kila siku. Haki yako ambayo unaitaka kila siku, uhuru wako ambao unaudai kila siku. Nimekuandikia talaka. Nahisi moyo wako utakuwa na amani, maana nini unasema? Masubiri kwanza. Maka sijakusikia vizuri, nikusogelee ili tuelewane. Umesemaje? kuandikia tamkaa kwa Aisha. Oh. Kwa hiyo talaka ndo unachokistahili? Alokuambia mimi na shida na talaka nani wewe? Yaani nani kakuambia kwamba mimi Aisha mimi kwamba nina shida na talaka yako? Nani kakwambia? Ndio mlivyokaa huko mkashauriana mkaongopeana mje unipe mimi talaka ili muenjoy. Si ndio? Sasa sikia. Yaani waga mimi sipendi kupoteza muda, sipendi, yaani sijui nikwambieje. Kwa taarifa yako, hiyo talaka sitaki. Sihitaji. Na mimi waga siachiki. Si unanielewa? Kwanza nipe si mzigo wangu, si talaka yangu hii. Umeniletea talaka baba. Asante. Halo. Sikia. Umeona hizi karatasi hizi? Nimezipokea tu. Lakini sizihitaji. Kwa sababu mimi siachiki leo wala siachiki kesho. Nitabaki kuwa mke wako siku zote mpaka nitakapoingia kwenye ardhi hiyo. Si unanielewa? Yaani huwezi kuniambia eti sio talaka, sijui nini. Hizi karatasi zako hizo unaziona. Sina shida na hizi karatasi mimi. Hizi nachana mbele yako. Shahidi huyo mpumbavu mwenzio. Hizi sina shida mimi na hizi karatasi zako. Unaweza ukabaki nazo mwenyewe. Sawa baba? Siachiki leo, siachiki kesho. Daisha. Kwani kama mchebu mwenzako lakini sio vizuri. Kwa mimi namtia aibu ya makatiza mkamletea nani? Tena koma, nataka nimalizane na huyu. Umenisikia wewe? Aisha. Wewe ndio mwenyewe umesema kabisa, umesema kwa mdomo wako. Unipendi, unitaki. Na hata ukisikia harufu yangu inakuchefua unajisikia kutapika. Sio wewe umesema kwa mdomo wako Aisha. Ni matendo yako. Uliokuwa unafanya ni mazuri. Mimi kila ninapopita ni Sahiri na fulani. Uongeza kuvumilia. Matendo yako yalinifanya nikakuchoka. Si unanielewa? Ini Mungu. Afu sikia, hiyo ni zawadi ya hizi karatasi. Si unanielewa? Sawa. Ya hizi. Aisha. Kwa hiyo baada ya kila kitu ambacho nimefanya kwako, kila kitu Aisha, hicho ndo unanilipa. Aisha. Aisha, mimi nilikuwa nakupenda. Afu leo unanilipa hivi Aisha. Aisha, Mungu atanipa. Hapana babangu, hapana. Sahiri mume wangu. Tafadhali Sahiri, nakuomba babangu. Mimi siko sawa, naomba unielewe. Ni hasira tu. Na hicho ulichokifanya kimenifanya mimi kama nichanganyikiwe. Huwezi kuniletea mimi talaka wakati bado nakuhitaji. Mimi bado nakupenda. Aisha, unipendi? Nakupenda, mimi bado nakuhitaji mume wangu. Aisha, naomba nisamee mimi. Bado nakupenda Sahiri. Bado nakupenda mume wangu. Ni hasira, nisijue hata nimefanyaje mimi. Aisha, unipendi? Nakuomba. 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 Achana maisha. Usije ukanitafuta tena katika maisha. Usije ukanitafuta tena katika maisha yako Aisha. Usije ukanitafuta tena.